Mhashamu Askofu Mkuu Yuda Tadei Ruwa'ichi wa Jimbo Katoliki la Dar es Salaam, Mhashamu Stefano Msomba, Askofu Msaidizi wa Jimbo la Dar es Salaam, mapadre, viongozi wa watawa, leo ni siku yetu. Kwa heshima na taadhimu, tualike Mhashamu Baba Askofu Mkuu atuongozee ibada hii ya kubariki mishumaa, na baadaye itakayofuata ni maandamano ambayo tutawaelezea hapa. Karibu sana hapa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amani iwe nanyi. Ndugu wapendwa, zimepita siku 40 tangu tuliposherehekea kwa furaha sherehe ya kuzaliwa kwa Bwana. Leo imefika ile siku takatifu ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alitolewa hekaluni na Maria na Yosefu. Kwa namna hiyo akatimiza sheria kama watu wengine, lakini kwa kweli alikuja kukutana na watu wake waliokuwa wanamwamini. Wakiongozwa na Roho Mtakatifu, wale wazee watakatifu, yaani Simeoni na Ana, walikuja hekaluni kwa shangwe. Roho huyo akamuungama kwa shangwe. Hivyo na sisi tuliokusanyika hapa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tunaalikwa kuandamana tukielekea nyumbani kwa Mungu ili tumlaki Kristo. Tutamkuta na kumtambua katika kuumega mkate hadi hapo atakapokuja akionekana wazi katika utukufu. Tuombe. Mungu uliye chemchemi na asili ya nuru yote, umemwonyesha Simeoni mwenye haki, yule aliye nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa. Tunakusihi kwa unyenyekevu upende kuibariki na kuitakatifuza mishumaa hii. Usikilize sala za watu wako waliokusanyika hapa kwa ajili ya sifa ya jina lako, wakichukua mishumaa hiyo. Wajalie wafuate njia ya fadhila, na kwa namna hiyo wastahili kufikia ile nuru isiyofifia kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mishumaa ilikuwa mbele imekwisha kubarikiwa, na sasa watawa wote ambao wamekuwa na mishumaa yao na wenyewe wakibarikiwa kupitia Mhashamu Baba Askofu Mkuu. Na wakati huu basi wanaendelea kumwimbia Mungu, na mimi nikukaribishe kidogo uweze kusikia kile ambacho kinaendelea.
kubariki mishumaa likiwa limefanyika kwa watawa wote katika kusimama katika hali ya unyamavu na msikiliza mwasha baba askofu mkuu kwa kile ambacho kitakuwa kinafuata kwa sasa. Kabla ya watu sasa wengine tunaweza kuwasha mishumaa yetu. Na tunalikwa sasa na hasa watawa kuwasha mishumaa ambayo wameishika, ndio kitu ambacho kinafanyika kwa wakati huu. Mishumaa hii iliwashwa na mwasha baba askofu mkuu, basi inakuja saa ya pili pia kuweza kugawa mishumaa hiyo pia mwanga huo kwa ajili ya wengine wote waweze kuwasha mishumaa yao, na mshumaa uliowashwa mkubwa ndio unaosambaza pia mishumaa hiyo mingine yote iweze kuwaka, na baada ya muda watawa wote mishumaa itakuwa imewashwa tayari kabisa hapa, na nyimbo mbalimbali zinashangilia zikiendelea. Pale ulipo wakati huu, basi maandamano ikiwa yanaingia katika tunaendelea basi kukupa tawa, lakini pia
Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
Mungu mwenyezi wa milele, tunakuomba kwa unyenyekevu, wewe uliye mtukufu, kama vile mwanao wa pekee alivyotolewa hekaluni akiwa mwanadamu kama sisi, hivyo hivyo tufanye na sisi tuwekwe mbele yako tukiwa na mioyo safi, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Msikilizaji mpendwa wa Radio Tumaini, Radio Jirani, lakini pia mfuatiliaji wa matangazo yetu kupitia YouTube channel yetu Tumaini_TV. Wakati huu tutapata nafasi ya kusikia somo la kwanza, na somo hili litasomwa naye Frateri Method Kibiriti. Tusikilize somo. Somo la kitabu cha Nabii Malaki. Bwana Mungu asema hivi: Angalieni, namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana mnayemtafuta atalijia hekalu lake ghafula. Naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni, anakuja, asema Bwana wa majeshi. Lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Au ni nani atakayesimama atakapoonekana yeye? Kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu asafishaye fedha, ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo. Naye ataketi kama asafishaye fedha na kuitakasa, naye atawatakasa wana wa Lawi, atawasafisha kama dhahabu na fedha, nao watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Wakati ule ndipo dhabihu za Yuda na Yerusalemu zitakapopendeza mbele za Bwana, kama katika siku za kale na kama katika miaka ya zamani. Neno la Bwana. Somo la kwanza hilo, na wakati huu sasa tupate nafasi ya kusikiliza wimbo wa katikati, kiitikio kutoka kwenye Zaburi 24 mstari wa 7 hadi wa 10. Karibu. Wimbo wa katikati, kiitikio: ni nani mfalme wa utukufu? Ni Bwana mwenye nguvu hodari.
nikukaribisha tusikilize somo la pili kutoka kwenye kile kitabu cha waraka kwa Waebrania sura ile ya pili mstari wa 14 hadi wa 18. Somo hili kisomwa na Sister Jocelyn. Karibu. Somo la waraka kwa Waebrania sura ya pili aya ya 14 hadi ya 18. Kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti hamharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila alitoa asili ya mzao wa Ibrahimu. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao waliojaribiwa. Neno la Bwana. Msikilizaji mpendwa, ni somo la pili hilo, na wakati huu basi tutapata nafasi ya kushiriki kwenye mashangilio, na shangilio basi kutoka kwenye kile kitabu cha Luka sura ya pili mstari wa 32, na wakati huu tutajiandaa pia kwa ajili ya Injili takatifu. Karibu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka.
siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torati ya Musa, wazee wa Yesu walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu kwa Bwana. Wakatoa na sadaka kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, hua wawili au makinda ya njiwa wawili. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walimleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria. Yeye mwenyewe alimpokea mkononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani, kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako uliouweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa, na kwa kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakistaajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenewa. Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana, binti Fanueli wa kabila ya Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya uwanawali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Basi walipokwisha kuyatimiza yote kama yalivyoagizwa katika sheria ya Bwana, walirejea Galilaya mpaka mjini kwao Nazareti. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Neno la Bwana. Msikilizaji mpendwa wa Radio Tumaini, wakati basi baada ya injili hiyo tunapata nafasi nzuri ya kuweza kusikiliza homilia, na wakati basi naona mwashamu baba askofu mkuu anakuja kwa ajili ya kutulisha meza ya neno. Karibu. ya kuangazia mataifa na utukufu wa watu wako Israeli. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu zangu wapendwa,
asili yake ni mtakatifu, ni mkamilifu, ni wema wote. Na tukisema vizuri zaidi, tunapaswa kutamka kwamba Mungu ni ukamilifu wote. Mungu ni wema wote. Mungu ni utakatifu wote. Tualike Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitwaa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza siku zako
Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, askofu wetu mkuu Ildefonsi Ruwaichi, maaskofu wasaidizi Henry Mchamu na Stefano Musomba, pamoja na maaskofu wote, wakleri wote, na watu wote unaofanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa iliyoita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako usanyiko wako wana wote waliotawanyika popote duniani, uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu wote waliaga dunia wakiwa na kupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaojalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Na sasa tusali kwa imani kama tulivyofundishwa na Bwana. Baba yetu, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, ujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na waachieni amani na wapeni amani yangu, usizitazame dhambi zetu, ila ione imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi.
Tazameni, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao wanaoalikwa kwenye karamu ya Bwana. Mwili na damu ya Kristo itulinde tufikie uzima wa milele. Msikilizaji mpendwa wa Radio Tumaini, popote pale ulipo, basi tunapata nafasi nzuri ya kualikwa kusogea kwenye meza hii ya Ekaristi Takatifu baada ya kulishwa meza ya neno, na wakati huu basi tunalikwa kuweza kushiriki sasa kutoka kwenye meza ya Ekaristi Takatifu. Na tayari mapadri wamepata nafasi nzuri pia baada ya Mhashamu Baba Askofu Mkuu, Mhashamu Baba Askofu Msomba na Baba Kardinali Pengo kuweza kushiriki, mapadri wakipata nafasi ya kujiongea pia kushiriki Ekaristi Takatifu, na waamini pia lakini watao kwa ujumla wakichukua nafasi pia ya kuweza kushiriki Ekaristi Takatifu. Kumbuka haya ni matangazo yetu moja kwa moja, lakini pia ukiyapata kupitia YouTube channel yetu Tumaini_TV. Unaweza kuangalia hivi sasa na ukayapata matangazo haya vyema kabisa, ukiona adhimisho hili la moja kwa moja kutoka hapa Parokia Kristo Mfalme Tabata, tukiendelea kushiriki na watawa. Ni sherehe kubwa sana kwa mama kanisa, lakini zaidi pia yote msikilizaji, Radio Tumaini matangazo haya ikiwa ni miaka 30 na hao tunawasikia kwa sasa. Msikilizaji mpendwa wa Radio Tumaini, radio kwa jirani, na wakati huu
kuadhimisha kutolewa Bwana hekaluni tarehe 3 mwezi wa 2 2024, Parokia ya Kristo Mfalme Tabata. Mhashamu Askofu Mkuu Yuda